Sasa nielekeze wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, akija mtu mwenye ulemavu kwenye ofisi zenu, kama mmekubaliana na hoja ya kuchangisha, mchangishie nyewe wenyewe, mpatie hiyo fedha. Ndio, hatuwezi tukawa na uwezo wa kununua diary, maua, tukatumiana kadi ambazo tunaweza tukatumiana hata kwenye WhatsApp, hapo tukashindwa kumpa 200,000 mtu mwenye uhitaji mkubwa kama huo. Ndio. Kwa hiyo mtu akija na uhitaji wa 200,000, ninyi ni viongozi na mmebeba ngao ya Mheshimiwa Rais kwenye mikoa yenu, kwenye wilaya zenu, hakikisheni ama kupitia fungu lile la halmashauri ama kupitia mafungu ya kutoka serikalini ambayo yanakuja kwa ajili ya kurahisisha hizi shughuli, mfanyie kazi kwa ajili ya watu hao wenye uhitaji. Na mimi nimefurahi leo nimesimama na binti yangu hapa, na tumekubaliana na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, tumemwambia aendelee kupambana, tena yuko science, apambane mpaka awe waziri wa elimu, na yeye amekubali. Na huyu kwetu nimegundua anatoka kule kwetu nyumbani. Ninyi mnasema tu Kamba. Hili ni jambo kubwa kwetu, na kwa heshima yake lipo kwenye salamu. Ndio maana kule kwetu unasikia Enkamba, Engolo, Engwashi, Enkwemba. Yeye ni moja ya muhimili kabisa ulioko kwenye koo zetu na salamu zetu. Hongera sana waziri wa elimu mtarajiwa. Haya basi, ndugu zangu, kwa sababu bado tuna ratiba nyingine, niwashukuru sana, na wale ambao hoja zao zimechukuliwa watasikilizwa, lakini wale ambao watataka wasikilizwe kwa kuongea, kesho wafika ofisi ya mkuu wa wilaya, patakuwepo na wataalamu wetu kuweza kuchukua zile hoja ambazo mnahitaji zisikilizwe, wakiwemo na wale ambao niliwaelekeza pale. Hiki tunachofanya ni sehemu tu ya maelekezo mapana aliyoyatoa Mheshimiwa Rais, ambapo usikilizwaji wa aina hii utaendelea. Kila wiki patakuwepo na ratiba ya kusikilizwa ofisini, na kila mwezi patakuwepo na ratiba ya kusikilizwa kule kwenye site ambapo viongozi wetu watakuja kuwaona. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana.